Habari zenu watamazaji wa Penzi Home TV. Mnavyojua nikija hapo tu ninakuja na mambo mengi sana kibao, lakini leo nimekuja na mambo ya kutisha sana yani. Salamu zangu ziwafikie watu wako nchini Kenya, watu wako nchini Rwanda, nchini Burundi, nchini Uganda, nchini Kongo, nchini Tanzania, Zambia, Mozambique, kokote tunapo. Yaani unaweza kuwa upo ambao unasikia Kiswahili jamani, salamu zetu kufikie watu wako Marekani, Europe, Australia, kokote nchi za Warabuni jamani, salamu zetu ziwafikie sana, na bado tunazidi kuwashukuru kwa msaada wenu na kutazama vipindi vyetu. Bana, ni msaada mkubwa sana, mnatunyanyua, mnatoa mahali fulani, mnatufikisha mahali pengine. Jamani, shukrani sana, Mungu azidi kuwabariki sana. Usisahau kubonyeza ile alama nyekundu pamoja na share comment ili tuweze ili vipindi vyetu viweze kufikia kwa kila mmoja. Jamani, tuchangie stori zetu. Leo nimekuja na stori ambayo ni ya kudhunisha sana, ni stori ya kutisha. Umeona? Naomba ukafuatilie vizuri kwa makini, usiende mbali kabisa, usiende mbali na TV yako na screen yako, uangalie chochote ambacho yani tokeo lilivyokuwa. Mshikaji bana akapoteza maisha kwa kitu kidogo bana. Tunda la dakika kidogo akapoteza maisha. Mambo gani haya? Vijana na wasii jamani, na wasii. Hii video sana sana inahusu vijana pamoja na wake za watu. Nyinyi wote mkachangia muangalie video hizi kwa sababu watu wengi wamepoteza maisha kutokana na kitu kama hicho. Tunda la dakika kidogo limesababisha jamaa akapoteza maisha bwana. Akatoka duniani bwana. Mambo gani haya? Usiende na mimi kwanza tukacheki video hiyo, alafu baada ya video ambao niendelee kukupa mkanda kamili ilivyokuwa kabisa. Umeona? Usiende mbali na mimi. Akotoni nikija na kuletea mambo tofauti kibao kabisa. Nimeweza kuyasahau, unachohitaji ni wewe tu Mungu. Sihitaji kusikia sauti nyingine yoyote bila sauti yako Baba. Nimeshagundua kwamba wewe ndo mponyaji wa maisha yangu yote, nahitaji unishikilie Mungu wangu. Jamani, bila shaka usiende mbali nami. Nafikiri umeshuhudia mkanda kamili ulivyo. Yatisha sana. Vijana acheni kabisa. Ilikuwa tarehe 7 hapo nchini Kongo, mji unaitwa Kisangani, ambao sasa amekutwa kijana mmoja akiwa na mke wa General Robert. Huyo kijana julikana kwa majina Pazo, akidai kwamba ni mzaliwa hapo Goma. Alafu sasa akapendana na mwanamke huyo, wakaasiliana kwa muda mrefu, Robert yeye akiwa vitani huko. Huyo kijana akatangulia safari, akaja hapo kumuona au kumtembelea mke wake na Robert na General Robert. Wameweza kufanikiwa kuchukua guest ambao walipanga kwa muda mrefu, wakachukua guest, lakini General Robert akiwa anaambiwa kwamba kuna mtu anakuja kuchitu unapotoka nyumbani. Vijana jamani, acheni hizo. Haikuacha hapo, ndio sasa waliweza kuchukua guest, wakajirusha ndani ya guest. Mke huyo mwanamke ambao anajulikana kwa jina la Suzana alikuwa nadhani kwamba mume wake bado yuko vitani, hajalegea au kurudi hapo nyumbani. Alipoambiwa, Robert alichukua namna ya kuchunguza kwa makini sana. Sasa yeye akaja akawa maeneo hapo karibu, hakuwa mbali, wakampasili kwamba wako guest fulani. Waliweza kuwafumania ndani ya guest hiyo. Guest inaitwa Mingo. Jina guest inajulikana Mingo, ambao sasa huyo general amekuja kwa hasira sana kuweza kumaliza watu wawili, Suzana pamoja na kijana huyo anajiita Pazo. Wakina Pazo nyie acheni kabisa. Huyo kijana kwamba inasemeka kwamba ametongoza huyo mwanamke muda mrefu sana. Watu wengi walimuona muda mrefu sana anapokuja kwamba kuangalia mke wa Robert. Wanaweza kujirusha kwenye makalabu, kunywa pombe pamoja. Jamani, unamwona mwanaume ameenda vitani, ameenda kutafuta maisha, ameenda kupambana, wenda huwezi ukajua kwamba tarudi, labda anafia huko. Lakini wewe mwanamke na wewe unakosa akili, unaenda kujirusha na vijana. Wanawake mnafanya nini? Acheni na nyie pia. Kwa sasa tunapoongea, kijana huyo ambao anajulikana kwa jina la Pazo na Susan na huyo mwanamke wameweza kupoteza maisha. Alipowakuta guest General Robert akawamaliza kwa hasira wote, akawapasua risasi. Mambo gani haya jamani? Sasa hivi kwao na mwanamke ni msiba, pamoja na kwao na kijana ni msiba unaendelea. Bana, wanalilia watu ni kama vile wamejinyonga wao.
Inavyosemekana kwamba gesti hiyo naitwa Mangu, watu wameona kwamba jenerali alipokuja na konvo ya wanajeshi wengi sana, ambao Robert ni mwanajeshi yuko ndani ya jeshi la Kongo. Wameona konvo ikija na wanajeshi wengi pamoja na jenerali, watu wengine wakaanza kushtuka, lakini kuna wengine walikuwa wanajua kwamba mke wa fulani huyu ni mke wa Robert, wa General Robert. Jamani, risasi zimelia humo ndani na wakaweza kupoteza maisha. Kijana, umekufa kwa njia gani? Kijana ambao unajiita Pazo, wakina Pazo sometimes unataka ni watu wengine jamani, wakina Pazo wakivilie mbali. Pazo amekufa kwa sababu ya tunda la dakika kidogo limeweza kusababisha akapoteza maisha yake. Mambo gani hayo? Watu wengine wameendelea kuandika kwenye Instagram zao na kwa mitandao mingine tofauti kwamba jamani, hiyo kitu imezidi sana. Vijana wa sasa hivi wanapoona wanaume wakitoka nyumbani kuelekea kwenye makazi yao, wanaingia kwenye nyumba zao. Lakini je, au vijana wanajiingiza wao au wanaitwa na wanawake? Na wanawake pia wawe makini, kwa sababu wanawake ndio wanawaita kuja. Kijana anaweza kujileta mwenyewe kuja kubaka au kulepu, lazima awe amepeana ratiba nawe mwanamke. Huyu mwanamke ameacha watoto wawili ambao wameweza kuzaa na Generali Robert. Kijana huyo wanasema kwamba tabia ilikuwa ni tabia yake, sio kwamba ni kitu ameanza leo. Ni kwa muda mrefu sana akiwa anachezea wake za watu, lakini ameweza kukutana na mwanaume kweli, akamkomoa na kumtoa duniani kwa sababu ya tunda. Acheni tunda bwana, acheni matunda ambayo si yenu. Mjifunze kupanda miti ambayo mweze kuvuna matunda yenu. Jamani, acheni kwenda kuvuna matunda sio yenu. Kwa sasa hivi watu wamepoteza uhai kwa sababu ya tunda la dakika kidogo. Ni kama lile tunda Eva na Adam walikuwa nalo jamani. Kwa sababu sasa hivi ni kweli tunaongea hivi, lakini watu wengi wanalia na watu wengine wadhunika sana. Watu wengine wanawaza kwamba ni kipi kimetokea. Ukiangalia hapo watu wengi sana mjini hapo Kisangani, watu wanalia wengi sana. Kwa na mwanamke wanalia, wanamwaga machozi sana, na mpaka sasa hivi hawajajua kwamba hatua amechukuliwa jenerali ni hatua gani, kwa sababu jenerali sio mtu wa kawaida kwamba unamchukua hivi unaenda kufunga unavyoona. Na sheria inavyosema, sheria ya wao Kongo inasema kwamba mtu akiua kwa hasira kuna hatua serikali au sheria zinachukua. Sasa hatujajua kwamba ni kipi kinachoendelea, lakini tunapoendelea kujua mengi zaidi hapo lazima tuwajulishe. Lakini taarifa yetu ilivyotufikia ni kwamba kijana huyo Pazo akaweza kupoteza maisha akiwa anakula tunda na dakika kidogo. Na tunda, ndugu zangu vijana, ningewapa ushauri kwamba mambo haya mwachane nayo. Kwenda kukula matunda ambayo mjapanda, mwachane nayo kabisa. Mwache wenye matunda waliopanda wazidi kula matunda yao. Lakini sasa wewe usione tunda la mtu limepandwa afu ende kuparamia mtu amepanda mti wake, umeweza kuleta matunda afu ende kuparamia kwanza kuvuna matunda ya mtu. Hapana maana. Jamani, acheni hizo tabia, si nzuri. Mlikuwa na mzee wa kazi Uncle Tony, nazidi kuwatafutia na kuwasakia habari tofauti huko nje tofauti, ili niweze kuwaletea niweze kuwaletea mkanda kamili uliokamilika kabisa. Umeona vizuri? Tunaendelea kufuatilia kwamba ni kipi kimetokea kwa jenerali huyu, kwa sababu wale wengine wameshapoteza maisha. Tayari misiba ipo na kuzika. Nafikiri kwamba watachukua hatua ya kuzika, tutawajulisha, lakini inauma sana. Jamani, acheni kitu mnachofanya si poa. Watazamaji wa Penzi Home TV, nawashukuru sana kwa kufuatilia vipindi vyetu, na mzidi kufuatilia vipindi vyetu. Bonyeze alama nyekundu, usisahau kubonyeza alama nyekundu, pamoja na share, comment kwa wengine waweze kupata habari hizi ambazo tunakuwa nazo kutoka ndani ya Penzi Home TV. Ningependa niwaambie kwamba jamani, chao, bye bye, tutazidi kuwa pamoja.